Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo Mungu ametujalia neema na uwezo wake kuweza kuwepo katika ibada ya siku hii ya leo. Niwakaribishe katika somo linalosema thamani ya maisha ya mwanadamu. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, ninakusihi na kukuomba uwabariki wasikilizaji na unisaidie Mungu wa mbinguni kuwasilisha hili somo la leo, litusogeze karibu na msalaba wa Kalvari. Ninakusihi na kukuomba Baba wa mbinguni, fanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kichwa cha somo kinasema thamani ya maisha ya mwanadamu. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa siku alizoishi duniani. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa miaka ambayo aliishi duniani. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa maarifa aliyoyapata mwanadamu alipokuwepo hapa duniani. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika profession ambayo mtu aliipata alipokuwepo hapa duniani. Yaani, thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika vyeo na mamlaka ambayo mwanadamu aliyapata alipokuwepo hapa duniani. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa siku ambazo wewe ulikuja kanisani. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa miaka ambayo wewe umekaa ndani ya kanisa. Ila thamani ya maisha ya mwanadamu ipo katika kile ambacho ulikifanya kwa ajili ya watu wengine wakati ulipokuwepo hapa duniani. Kiuhalisia, kuna watu wengi ambao katika ulimwengu wa sasa hivi ambao wakitajwa katika historia, jamii inawakumbuka na waliacha alama ambazo mpaka leo jamii inawakumbuka. Thamani ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu kuna watu ambao wapo katika vyeo vya juu lakini bado wanavitumia kuwanyanyasa watu wengine. Kuna watu ambao wamefanikiwa kuwa katika uongozi fulani ambao Mungu amewabariki, lakini bado wanatumia kama silaha ya kuwajeruhi wengine. Kuna watu ambao wamefanikiwa kuwa na maarifa ambao wengine wamepata profession mbalimbali ambazo wamezitumia kuwaumiza watu wengine. Kuna wengine ambao hata ni madaktari, wengine ni walimu, wengine ambao wanazitumia ule ujuzi wao kuwanyanyasa watu wengine. Acha nikwambie, thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika kile ulichonacho, bali ipo katika katika ulitumiaje kile ulichonacho kwa ajili ya watu wengine. Thamani ya maisha ya mwanadamu. Katika Biblia katika Biblia kitabu cha Waebrania 11 kinaripoti mwanaume mmoja ambaye yeye anazidi kukumbukwa katika ulimwengu wa sasa hivi, katika ulimwengu wa wanaoamini. Biblia inasema hivi katika Waebrania 11 na ile fungu la 4: kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki
ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Bwana Yesu asifiwe. Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko Kaini, na sadaka zake zikakubalika mbele za Mungu. Na ingali amekufa, Biblia inaripoti ingali amekufa lakini bado akinena. Tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake ni kwamba Habili alifanya jambo la kuacha alama katika ulimwengu, na ndio maana anapokufa mbingu zinamshuhudia ya kwamba huyu mwanaume amekufa, lakini ingali bado akinena. Jiulize wewe hapo ulipo, je, siku ukiondoka katika uongozi ulionao, je, kuna watu ambao watasema ya kwamba hapa alikaa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, yaani je, wakati ambapo hata usipokuwepo katika ulimwengu, kuna watu watakumbuka chochote kuhusu wewe? Biblia inasema Habili ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa hiyo watakatifu wa Bwana mnaonisikiliza, thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa maarifa alionayo. Maana kuna watu ambao wana maarifa mengi katika ulimwengu, ambao baada ya kuyapata wametumia kama fimbo ya kunyanyasa jamii. Kwa hiyo thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa mali alizonazo mwanadamu. Maana kuna matajiri ambao wanatumia kama nafasi ya kuwanyanyasa wengine. Hata misaada ambayo unakuta ikitolewa ni wakiwa na lengo la kuwafanya wengine kuwa watumwa, wengine kujionyesha. Kwa hiyo thamani ya mwanadamu haipo katika wingi wa mali ulizonazo, ila ipo katika kile ulichokifanya kwa ajili ya wengine kutoka katika vile ulivyonavyo. Thamani ya maisha ya wanadamu. Katika Biblia kuna kisa cha pekee sana, Matendo ya Mitume 9 na ile fungu la 36. Tunakutana na kisa cha pekee sana ambacho kinaonyesha thamani ya maisha ya mwanadamu. Japo wanadamu wanajua, tumekalili ya kwamba thamani ya maisha ya mwanadamu imejengwa katika kuwa na mali, lakini huyu mwanamke anatupa tafasiri ya tofauti katika kutafasiri thamani ya maisha ya mwanadamu. Biblia inasema hivi: na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafasiri yake Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua ya kwamba thamani ya maisha ya mwanadamu imejaa, yaani thamani ya maisha ya mwanadamu ipo katika kile ulichokitenda wewe kwa ajili ya watu wengine. Kabisa anaonekana kuwa wa thamani mbele za watu kwa sababu ya wema aliyokuwa anaufanya katika maisha yake. Biblia inasema kwamba ikawa siku zile akaugua akafa, hata alipokwisha kuoshwa akawekwa orofani. Na kwa kuwa mji wa Lindo ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akakutana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Dorcas amekufa, na anapokufa wale wajana ambao walitendewa wema, wale wote ambao walitendewa wema wanalia, wanamuonyesha Petro jinsi ambavyo huyu Dorcas alivyokuwa mwema. Hebu jiulize wewe,
jamii inayokuzunguka inakutazamaje? Yaani kuna watu ambao hata watu wa ndani mwao hata watu wao wa ndani mwao hawatendei mambo mema, lakini huyu Dorcas yeye anawatendea watu wema. Wale waliokuwa wajane anawatendea wema, na ndio maana anapokufa wale watu wanajihisi ya kwamba wameondokewa na mtu muhimu. Ila kuna watu ambao wananyanyasa sana watu wengine. Yaani kuna familia ambazo zinanyanyasa sana wale wafanyakazi wa ndani. Yaani kuna familia ambazo kiwalisia hawa wadada wanaofanya kazi katika majumba yetu wanapitia changamoto kubwa sana. Haijalishi huyo mtu ni yuko ndani ya kanisa ama nje ya kanisa. Maana hata watu walioko ndani ya kanisa na wao wanawatesa wafanyakazi walioko ndani ya nyumba. Acha nikwambie ya kwamba katika maisha yako jifunze kutendea watu wengine mema bila kutarajia malipo kutoka kwao. Dorcas anawatendea mambo mema hawa wajane. Yeye hakutarajia kupokea chochote kutoka kwao, na ndio maana katika maisha yetu tunapofanya matendo mema, tunaposaidia, usisaidie kwa lengo ili aje akusaidie. Tunapowasaidia watu, tuwasaidie bila kutarajia kwamba watarudisha fadhila katika maisha yetu. Dorcas anapoondoka anaacha pengo kubwa sana. Wale wajane wanajiuliza, tutapata wapi mtu kama huyo ambaye atatujali sisi? Hebu jiulize, umechukua hatua mara ngapi kuwajali watu wa nyumbani mwako? Umechukua hatua mara ngapi kujali wajane? Umechukua hatua mara ngapi kuwajali watoto yatima? Umechukua hatua mara ngapi kuona watoto ambao wanaishi mtaani? Umechukua hatua mara ngapi kuwasaidia wahitaji? Sikiliza, Mungu ambaye yeye anafanya mambo makubwa katika maisha yetu, anatuagiza kuwatendea mambo mema watu wengine. Nenda ukawatendee watu wengine mema. Biblia ndio inasema hivi, Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akaijinua, akaketi. Bwana Yesu asifiwe. Tabita anafufuliwa sio kwa sababu alikuwa mkamilifu, sio kwa sababu yoyote ile, ila sababu ambayo inamfanya Tabita anafufuliwa, moja, ili Mungu ajitwalie utukufu, alafu mbili, alikuwa anahitajika. Jiulize wewe, katika jamii inayokuzunguka unahitajika? Yaani je, siku ambapo ukitoka kuna mtu ambaye atasema ya kwamba angelikuwepo fulani? Jiulize. Hebu jiulize hata wewe baba katika familia. Yaani siku ambapo hautokuwepo katika familia, familia yako itasema angelikuwepo baba. Maana kuna wazee ambao hawahudumii familia zao, wazazi ambao hawajali kuhusu hata familia zao. Kuna baba ambao hawako busy kabisa na masuala ya kuhudumia familia. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie sana kuwa watu ambao tunajali maisha ya watu wengine. Nikwambie rafiki yangu, vyote ulivyo navyo Mungu alivyokupatia, usivyovitumia kwa ajili ya watu wengine, vinaweza visiwe na thamani kubwa katika maisha yako. Kwa hiyo thamani ya maisha ya wanadamu ipo katika kile ulichokifanya kwa ajili ya watu wengine ulipokuwa duniani.
Yaani thamani ya maisha ya mwanadamu hatuleti habari ya mali. Thamani ya maisha ya mwanadamu hatuleti habari ya profession ulionayo. Thamani ya maisha ya mwanadamu hatuleti habari ya siku ambazo uliishi duniani, ila thamani ya maisha ya mwanadamu ipo katika kila wewe ulikifanya kwa ajili ya watu wengine, kutoka katika vile ambavyo Mungu alikubariki. Ujiulize, umefanya nini kwa ajili ya watu wengine? Mungu wa mbinguni amekulinda, amekubariki, umeinuka kiuchumi, umepata ajira, umepata mwenzi wa maisha, mnaishi vizuri katika ndoa. Je, wewe jiulize, umefanya nini kwa ajili ya watu wengine? Ngoja niwaambie, thamani hata katika ndoa, thamani ya ndoa haipo katika wingi wa miaka ambayo wataishi katika ndoa, ila yupo katika kile watafanyana wanandoa wakati wa ndoa. Kwa Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Katika Biblia kuna kisa kingine cha Kornelio, ambaye yeye pia alifanya mambo kwa ajili ya watu wengine, aliwasaidia watu wengine, alikuwa anatoa sadaka mara kwa mara kuhakikisha anagusa jamii. Hivyo katika maisha yetu tujifunze kugusa mahitaji ya jamii. Yaani tutoke katika ile kuwa na dini ya maneno mdomoni, tuingie katika dini ya utendaji, yaani dini ya kufikia mahitaji ya watu. Hata Yesu alipokuwa hapa duniani, mojawapo ya misheni zake ilikuwa ni kufikia mahitaji ya wanadamu ya kiroho na kimwili. Wale tunaomjua Yesu tuwafanyie watu wengine mema. Sikiliza, unaweza ukawa wa thamani kubwa mbele za mwanadamu mwenzio. Hata kwa dakika moja una uwezo wa kuwa mtu wa thamani. Yaani unaweza ukatengeneza thamani kwa mtu fulani ndani ya sekunde kadhaa, akakuona wewe ni mtu wa thamani katika maisha yake. Yaani kuishi kwa miaka mingi pamoja hakudetermine thamani ya maisha katika maisha yako, ila katika kile mtakachofanyana kipindi mnapokuwa pamoja. Wewe ni kiongozi katika idara fulani, unawatendeaje wale unaowaongoza? Mungu amekubariki, umepata uongozi, umepata mamlaka, unatumiaje? Mungu amekubariki, umepata professional, wewe ni mwalimu, wewe ni daktari, wewe umepata professional yote ile. Je, unaitumiaje kuwabariki watu wengine? Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Ngojeni niwaambie kwamba thamani ya maisha ya Yesu ipo katika msalaba wa Kalvari. Yaani Yesu ambaye yeye ndiye kielezo katika maisha yetu, yeye pia anatupa maana halisi ya thamani ya maisha ya mwanadamu. Yesu Kristo yeye alikuwa mkamilifu, hakutenda dhambi. Ila kwa sababu wanadamu tulianguka katika dhambi, yeye akajitoa kuchukua madhaifu yetu, na ndio maana alichubuliwa kwa ajili yetu, akatemewa mate kwa ajili yetu, akapigwa mijeledi kwa ajili yetu, ili kurejesha thamani yetu katika maisha yetu. Kwa hiyo kitu cha pekee ambacho tunatakiwa kukifanya ni kuwafanyia wanadamu wenzetu mema wakati tukiwa hai. Yesu Kristo anakuja katika umbile la mwanadamu,
anaishi katika ulimwengu. Unafika wakati anateswa, anapitia mateso makubwa, anaenda hadi mpaka katika msalaba wa Kalvari. Anapokufa katika msalaba wa Kalvari kwa ajili ya dhambi za wanadamu, yaani Yesu Kristo anapokufa katika msalaba wa Kalvari kwa ajili ya dhambi za wanadamu, anapoikata roho, anapokufa, anapofufuka, maisha ya Yesu yanaleta thamani kubwa katika maisha yetu. Thamani ya maisha ya Yesu Kristo ilionekana katika msalaba wa Kalvari. Ndio maana kupitia msalaba wa Kalvari mimi na wewe tumeokolewa. Kupitia msalaba wa Kalvari ambapo mwanaume Yesu Kristo alitundikwa, mimi na wewe tumekombolewa kutoka katika dhambi. Kupitia msalaba wa Kalvari mimi na wewe tumeokolewa kutoka katika maisha ya uzinzi. Kupitia msalaba wa Kalvari ambapo Yesu Mwokozi alitundikwa uchi wa mnyama, mimi na wewe tumekombolewa kutoka katika vifungo vya Shetani. Kupitia msalaba wa Kalvari mimi na wewe tumeokolewa kutoka katika maisha ya dhambi. Hivyo kilichobaki ni mimi na wewe kumtafuta Yesu na kuwatendea watu wengine wema, ili tuwe wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Mwanaume Yesu Kristo anapokufa, anafufuka, anaenda mbinguni, na ahadi yake ni moja. Alisema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Mimi nikienda nitarudi tena, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sikiliza, ahadi ya Yesu Kristo ni kwamba anaenda mbinguni, atakuja tena ili atakapokuwepo yeye na sisi tuwepo. Huyo ni mwanaume Yesu Kristo. Na atakapokuja, Biblia, atakapokuja mara ya pili Yesu Kristo, Biblia inataja na kueleza jinsi ambavyo Yesu atakuwa akichambua. Yaani wala ambao tutaishi kwa kuwatendea watu mema wengine, ndio watu ambao tutafaa kwa ajili ya uzima wa milele. Biblia inasema hivi: hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji apaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Fungu la 35, kwa maana nalikuwa njaa mkanipa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha? Au ni lini na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambieni, kadiri mlivyotendea mmoja wapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlitendea mimi. Sikiliza, unapowatendea watu wengine mambo mema, unapowatendea watu wengine mambo mema, sasa umemtendea Yesu Kristo. Hivyo katika maisha yetu tuwatendee watu mema. Unapowatendea watu mema, watendee watu mema bila kutarajia malipo kutoka kwao. Watendee watu mema bila kutaka kujionyesha kwa watu. Watendee watu mema bila kuwa na kiburi cha fedha.
Watendee watu mema bila kuwafanya watumwa. Watendee watu mema kwa sababu Yesu anakaa ndani yako, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo wewe una uwezo ukauzilisha utu wako kwa wanadamu. Watendee watu mema kwa sababu Yesu anakaa ndani yako. Sikiliza, tupo katika ulimwengu ambao watu wengi ambao wanawasaidia watu, wanatendea mema. Kuna mwingine anaweza akamtendea mtu mema kwa sababu ili ajionyeshe, na ndio maana unakuta watu anajirekodi anatuma katika mitandao ya kijamii ili kujionyesha na kupata likes na kupata comment. Yaani kuna mwingine anamtendea mtu mema ili apate likes, ili apate comment, ili apate subscriber. Kuna mwingine anamtendea mtu wema kwa sababu ya kiburi cha fedha. Kuna mwingine anamtendea mtu mema kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu. Kuna mwingine anamtendea mtu mema ili kumfanya kuwa mtumwa. Na ngoja nikwambie, kuna utumwa mkubwa nyuma ya misaada inayotolewa na watu ambao na watu katika karne ya sasa hivi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Biblia Yesu anaposema kwamba nalikuwa uchi ukaja kunitazama. Kwa hiyo kazi tunavyowatendea walio wadogo tunamtendea Yesu. Kwa hiyo unapowasaidia wahitaji, sawasawa unamsaidia, yaani sawasawa unagusa moyo wa Mungu. Yaani sawasawa unamtendea Yesu. Na Biblia inaenda inasema hivi, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmoja wapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Utagundua ya kwamba moto upo kwa ajili ya mwanadamu, upo kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo ni kielele chako wewe kwenda kumsapoti shetani katika moto wa milele. Sikiliza, Biblia inasema, kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula. Yaani unaposhindwa kusaidia jamii ambayo inahitaji chakula, ni sawasawa umemnyima Yesu. Biblia inasema kwamba nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atajibu akisema, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmoja wapo hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Jiulize, thamani ya maisha yako iko wapi? Kutakuwepo na makundi mawili ya watakaoingia katika ufalme wa Mungu na watakao ambao hawataingia katika ufalme wa Mungu. Tumepewa neema na Mungu, tumebarikiwa na Mungu. Kuna wengine tumebarikiwa, biashara zetu zinanyooka vizuri. Tumebarikiwa, Mungu ametupandisha katika vyeo. Mungu ametufanya kuwa watu wakubwa katika jamii. Sikiliza, Mungu amekupa vyote hivyo ili uvitumie kuwabariki watu wengine. Mungu amekubariki, kukupa mamlaka, kukupa uongozi. Usiutumie uongozi kuleta maumivu kwa watu wengine. Mungu amekubariki mali, usitumie mali ulizonazo kuleta maumivu kwa watu wengine. Mungu amekubariki kuwa na professional. Wewe umebarikiwa kuwa daktari, umebarikiwa kuwa mwalimu, umebarikiwa kuwa
kiongozi mzuri, umebarikiwa kitu chochote ambacho umebarikiwa, usikitumie kuwaumiza watu wengine, ila tumia kuijenga thamani yako. Yaani vyote ulivyo navyo una uwezo ukavitumia kuijenga thamani yako, endapo ukivitumia kwa ajili ya kuwanufaisha watu wengine. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Thamani ya maisha ya mwanadamu inajengwa. Thamani ya maisha ya mwanadamu, my dear, haipo katika wingi wa magari ulionayo. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa vyeo na mamlaka ambayo umeyapata. Thamani ya maisha ya mwanadamu haipo katika wingi wa vitu ambavyo uko navyo. Thamani ya maisha ya mwanadamu ipo katika kile ulichokifanya kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana katika vyote ulivyo navyo, watendee watu wengine mema bila kutarajia malipo. Watendee watu wengine mema bila majivuno, bila kiburi cha uzima, bila kuwadhalilisha. Watendee watu mema kimya kimya. Acha matendo yaongee. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Dorcas yaliongea, matendo ya Kornelio yaliongea. Sikiliza, haina haja ya kuanza kujiposti baada ya kusaidia. Haina haja ya kujiposti katika mitandao ya kijamii baada ya kusaidia. Sikiliza, acha matendo yaongee. Mungu wa mbinguni akubariki. Tusimame tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, ninakusihi na kukuomba ukatusaidie kuwatendea watu na damu wenzetu mambo yaliyo mema. Kwa pamoja nasi katika siku ya leo, tusaidie kuyaishi yale mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo, amen.